asifiwe. May Jesus be praised. Bwana asifiwe. May Jesus be praised. Tunamshukuru Mungu kwa mahali hapa. We thank God to be here. Kama vile nimesema ya kwamba ni Mungu ndiye ambaye ametaka tuwe hapa siku ya leo. For that, like I have said, it's God who wanted us to be here. Na kwa kwetu hapa ni kutimiza mapenzi ya Mungu. In us being here is to fulfill the love of God, the will of God. Tutakayoyaongea usimuone Shebiringi. The things that I'm going to say, don't see Shebiringi, bali umuone Mungu. but see God. Amen. Amen. Kwa sababu hangelikuwa yeye singelikuwa hapa siku ya leo. If it wasn't for him, I wouldn't be here today. Na sehemu ananiambia nende ni huko ninaenda. And wherever he tells me to go, that's where I go. Na ana lengo na shabaha. And then he has a purpose. Na anajua kwa nini. And he knows why. Hallelujah. Hallelujah. Mungu mwenye haki uniongoze uko katika mambo yote yanayokupendeza, nikiwa bila wewe vitisho hofu na mashaka yatanitia tetemeko mpaka kufa. Ni heri siku zote kutegemea Yesu na kuenenda sana katika nyayo zake, kwa kuwa yeye mchunga anayeniongoza vyema nipate kuingia katika raha yake. Baba uliye juu, na kuwa mahali hapa, na kuwa hapa si lengo langu, si kutaka kwangu, bali ni mapenzi yako. Ninacho kihitaji sasa, mapenzi yako yafanyike, ya mwanadamu yavunjwe, yaliyo yako yatende kazi. Yale shetani ameandaa yashindwe katika jina la Yesu Kristo, bali unayoyataka yatimizwe hapa, acha yafanyike kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jesus be praised. Kweli ninamshukuru Mungu, ni mwema. Truly I thank God because he is great. Na Mungu ni mzuri. And God is good. Na Mungu anatupenda. And God loves us. Na Mungu yuko pamoja nasi. And God is with us. Hallelujah. Hallelujah. Ninashukuru sana kwa mambo ambayo mchungaji amesema kwa ajili ya kijana. I thank God for the words that the pastor said for the young man. Amesema mambo mazuri sana. He said great things. Acha niseme kidogo kwa ajili ya kijana huyu. I'm going to say a few words because of this young man. Tangu nianze safari ya injili,
Since I started traveling, sijamwambia ya kwamba tutaenda pamoja. I have not told him that we're going together. Turu ya kwanza nimehangaika nitafanya namna gani. The first trip I was wondering what I'm going to do. Tumehangaika kutafuta ndege, tukakuta ndege ina bei kali sana. We tried to look for tickets, but the tickets were expensive. Nikashindwa la kufanya. And then I did not know what to do. Hadi kwa dakika ya mwisho. Until the last minute. Nilikuwa nimekata tamaa. I was already lost my hope. Lakini but mahali mawazo ya mwanadamu yanaishia, where the thought of human being ends, na Mungu anaanzia pale. That's where God starts. Nilipokuwa nimekwisha kushindwa kabisa la kufanya, when I was already given up, mahali pa kutembeza masaa 14 15, where to drive 15 hours, nikashindwa lile la kufanya. I did not know what to do. Lakini kwa dakika ya mwisho, but at the last minute, akanipigia simu akasema hivi, he called me and said this, Pastor, usiogope, don't worry, niko pamoja na wewe. I am with you. Hallelujah. Hallelujah. Nilikuwa naenda kutafuta kazi, nimeitwa kwenda kufanya kazi. I was going to look for a job. I was called to go to work. Nilipofika kazini, once I got at work, nimekuta schedule ambayo wamenipa. I found out the schedule they gave me. Siipendi. I don't like ile ambayo ninatafuta, the one I was looking for, nimeikosa, that I did not get. Lakini hapo but right there, niliporudia, when I came back, niko njiani, I am in my way, nimeitwa, I was called, ya kwamba tarehe 16, that on the 16th, nitakuwa case worker. I'll be a case worker. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa hiyo sasa, and for that, sehemu yote, every time, ambapo utakwenda, every place you will go, tuko pamoja na wewe. We'll be with you. Munisaidie kumpigia Mungu makofi. Help me cry for God. Hallelujah. Hallelujah. Kama ni ndege, if it's airplane, tunaenda pamoja. We go together. Kama ni gari, if it's a car, yeye ni dereva. He's the driver. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda. For that I thank God for everything he has done. Na ninasema kijana, Mungu akubariki. And I say, young man, God bless you. Na zile baraka umesikia kutoka kwa mchungaji, and all the blessings you heard from the pastor, shikamana nazo. Stay with it. Malipo ipo. Where he is, you there. Ambayo utalipo usipozimia moyo. Whatever you're going to be rewarded once you do not change your heart. Amen. Amen. Kama vile nimesema ya kwamba nimekuja hapa kwa mapenzi ya Mungu. Like I said, I came here because of the will of God. Mungu aliona ya kwamba vema niwe hapa. God, I saw that it was great for me to be here. Na kabla nitakwenda kuyasema yale ambayo Mungu amenituma, before I speak the ones that God sent me with, nataka nitowe ushuhuda wangu kwanza. I'm going to testify kwa yale ambayo Mungu amekwenda kunitendea. For that, the things that God has done for me. Bwana Yesu asifiwe sana. May Jesus be praised. Ilipokuwa tarehe 6 ya mwezi wa 4, when it was the 6th of April, nimepokea ujumbe. I received a news. Nikasikia sauti inanambia, I heard a voice telling me, jiandae. Get ready. Jiandae. Get ready. Muda wako umefika wa kusafiri. This is your time to travel. Sikuelewa. I did not understand. Itakuwa safari gani? What kind of journey I'm going to take. Sikuelewa nitaenda wapi. I did not understand where I was going. Lakini sauti kaniambia, but the voice told me, ujiandae, just get prepared. Ujitayarishe, get prepared. Safari yako inaenea. Your journey has fulfilled. Unataka kusafiri. You are going to travel. Nikasikia nakosa amani. And then I did not have a peace. Nikakosa amani. I did not have a peace. Nikachukua simu. And I took a phone. Nikaanza kuandikia wachungaji. I started texting the servant of God. Na jambo ambalo nilikuwa nikiwaambia ya kwamba, the word I told them was, yeyote yule anajua ya kwamba nimemkosea, whoever knows that I have wronged them, yeyote yule anajua ya kwamba kuna neno ambalo ninalo kwa ajili yake, whoever knows that I have anything ama because of yeye ana them, neno kwa ajili or yangu, have a word because of me, ninaomba msamaha. I'm going to ask for forgiveness. Na wale wote niliowaandikia, and everyone that I sent the message wote to, kila mtu akaniita na kuongea na mimi kwa sauti yake, everyone called me and speak to me with their voices, ya kwamba mchungaji hauna kosa lolote and lile, told me, pastor, you don't have anything
anything with me. Hatuna jambo lolote lile kwa ajili There is yako. no word because of you. Nilichokisema nasema Mungu awabariki The sana. only thing I said God bless you very much. Ikaonekana siku nyingine niko kazini. And then I was at work another day. Nikasikia kabisa sauti. And then I heard a voice. Iko naongea na mimi. And he's talking to me or Na speaking huku machozi tu ndio ilikuwa ikinitoka. And then our tears is what was the one Machozi coming. ilikuwa ikinitoka. Was only crying. Nilipokuja kuangalia kwenye kioo, When I looked through the mirror, nikaona sura yangu inageuka. I saw my face changing. Nikaona kabisa ninafanana kifo. It looked like death. Nikasema haya mambo ni mambo gani? I said, what kind of these things? Nikapiga magoti. I knelt down. Nikaanza kuomba Mungu. And I started to pray. Basi nikaendelea kufanya kazi. Then I continued working. Nilishasikia kwamba mwili unazofika. Here in flesh, I was losing my strength. Kitu ambacho hakiendeki ndani ya There was something was wrong within my body. Nikaendelea kufanya kazi. And I continued working. Nikaendelea kufanya kazi. I continued working. Saa zikafika. And time came. Nikarudi nyumbani. I went back home. Nilipofika nyumbani, Once I got home, mama kuniangalia hivi, my wife did not look at me. akaniuliza ni kitu gani? She looked at me and said, what is the problem? Nikamwambia niko sawa. And I told her I was fine. Lakini kwa muda huo, But that same time, nilikuwa nimemaliza mwezi wote mzima niko kwenye chumba cha maombi. I had spent a whole month fasting and praying. Akaniambia ni kitu gani? He told me, what is the problem? Mbona naona hali haiko nzuri? It looks like everything is not well. Hasa kwa ajili ya kujikaza, Because of holding to na myself kumpa moyo, and give myself a hope, nikamwambia niko sawa. I gave her hope and said I was Najisikia fine. niko sawa, hakuna I tatizo feel I am well, there is no Lakini problem. huku ndani ya mwili, But deep down in my nasikia flesh, ya kwamba mambo hayaendeki. everything was not okay. Basi tumekaa, And we were sitting. nikasikia mwili nakataa. My body was not well. Ikafika Jumapili. It was a Sunday. Ilipofika Jumapili, Once was Sunday, tukaanza ibada kwenye simu. we started worship through the cell phone. Nasikia najikaza tu. I was just holding to myself. Tukamaliza ibada. We ended the service, Nikaingia kwenye chumba cha maombi. and I entered into my praying room. Kaa humo ndani. I sat down there. Huku niko naomba Mungu tu. They are praying to God. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Tuko pamoja. Are we together? Huku niko naomba Mungu tu. Here I am praying. Niko naomba Mungu tu. I am just praying to God. Ilipofika asubuhi nataka enda kazi. When it was Monday morning, Nimesikia mwili umekataa. my flesh was not well. Nikaita mtoto. I called my child. Nisaidie, ita manager umwambie sitaenda kazi. Call mother and tell her I won't go to work. Akaita. The child called. Kamaliza nikabaki hapo. And I was done and I stayed there. Nilipobaki hiyo sehemu, Once I stayed that same spot, mama akaja. my wife came Akaniambia, and told me, hautaenda kazi? you won't go to work? Nikamwambia hapana, sitaenda. I said, no, I won't go to work. Sijisikie vizuri. I don't feel good. Akaniambia nikae. He said, is it a car? Nikamwambia hapana, wewe uende kazi. She said, can I stay home? And said, no, you go to work. Akaenda kazi. She went to work. Nikabaki huko kwenye chumba cha maombi. I stayed in my praying room. Huko niko naomba Mungu tu. There I'm praying to God only. Kile nasikia mwili, But I feel my body hatuko pamoja nao. that we are not together anymore. Ila nasikia roho yangu But I feel my soul. iko nguvu. It's very strong. Niko naomba ni machozi tu ndio I am inatoka. praying and tears are just coming out. Jamani, kutoka mwili ni shida sana. Guys, to leave your flesh is very hard. It is very Ni difficult. vitu vigumu sana. It is a very difficult thing. Huku niko naomba lakini nasikia Here I am Bwana. praying, Lakini nasikia roho yangu but I feel my soul. inasimama kabisa vizuri. It's standing still. Sina wasiwasi, sina I tatizo have yoyote. no issue at all. Lakini mwili ni But dhaifu. my flesh is weak. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Mama akatoka kazi. My wife came back from work. Alipofika nyumbani, Once she get home, Pastor umeshindaje? Pastor, how are you? Nikamwambia niko sawa. I told her I was perfectly fine. Niko sawa kabisa, najisikia niko sawa. I am fine. I feel fine. Huku nikizuia kitu fulani Inside, kwake I pamoja na was familia. stopping something to my Lakini family. nasikia mwili hatuko nao tena. But I feel my flesh is gone. Nikatoka kwenye chumba cha maombi. I left my praying room. Nikaingia chumbani.
I went into my bedroom. Nikakaa humo I sat down there. kidogo, In a short while, nikasikia nende kujisaidia. I felt like going to the bathroom. Nikatoka, And I left. nikaingia kujisaidia. And I went into helping myself. Ile kuingia humo ndani, As soon as I entered there, sikutoka. I did not come back. Sauti nikaita, And I called. nikamwambia mama, And I said, my wife, nisaidie. help me. Nisaidie. Help me. Akaja haraka kunisaidia. She came very fast and helped me. Akaniuliza nini? And she asked me what it is. Nilichomwambia nisaidie. The only thing I told her was help Nguvu me. zimeisha, I did not have a strength. mwili unatepeta, My body was weak. sina gisi, hakuna vya kusimama, I have no way to stand nashindwa up. kusimama, I could not stand. mfupa wa mgongo This bone over here, umekatika na kuachana. it was broken and got Yani separated. nikifanya hivi sitikisiki, When I do this, I can't hiki shake. cha juu ndo kinatikisika, lakini huku chini I could hakutikisiki. shake my shoulders, but I would not shake my Nikasema body. nisaidie. And I just said, help me. Kutaka kuninyanyua hivi, For her to carry me up, nikakataa. it was not possible. Nikamwambia nisaidie nishuke kidogo. I told her, help me, let me go down a little bit. Akanisaidia nikashuka. And she helped me, I went down. Akanishusha polepole. And then she nailed me down. Nikashuka. And then I went down. Nikamwambia nenda utandike pale chini. And then I told her, go make that place. Kutoka chooni To leave the bathroom, ilibidi nitambae na magoti kama I mtoto had to mdogo. crawl like a child. Bwana asifiwe sana. May Jesus be praised. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Nikaanza kutambaa na magoti I started crawling like a child mpaka ile sehemu nikalala. to that place where she prepared. Na pale nimelala, Once I was laying down, akaanza kuniuliza, she started asking "Ni me, kitu gani? what is it? Mbona naona unabadilika? You are changing. Mbona naona sura haili? Your face is changing. Ni kitu gani?" What is it? Nikamwambia hakuna shida. I told her there is no problem. Tuombe Mungu. Let's just pray to God. Hallelujah. Hallelujah. Nikabaki ile sehemu. I stayed in that same spot. Kubaki ile sehemu, In staying in that same hali spot, yangu ikaendelea kuwa mbaya. my situation continued to get Baada ya worse. hapo nikaona kifo. After that, I saw death. Ndipo nikamwambia That's when I told her, ninahitaji watoto. I need you to call my children. Nikaanza kuaga watoto. I started saying goodbye to my Nikamwambia children. tayari naona siku zangu zinafika. I told them, I see my days are ending. Ila ninachokihitaji, But what I want from you, msimwache Mungu katika maisha yenu. don't leave God in your whole life. Bwana Yesu asifiwe sana. May Jesus be praised. Nikamwambia mama, I told my wife, shikamana na watoto na Mungu pia. get together with children and God as well. Usimwache Mungu katika maisha yako. Do not leave God Huyo in your ndio life. anabaki mume wako. And this God, let him be your Na yeye husband. ndio atakusaidia. And he's the one that is going to help you. Ukimwacha Mungu mambo yatakuwa mabaya. If you leave God, everything will be bad. Watoto wakaja wakaanza kulia. And the children came and started Nikawaambia crying. msilie, I mnyamaze. told them, stop crying. Muombe Mungu tu. Just pray to God. Yale ambayo niko nayo naanza kugawa. Everything that I had, I started to Nawaambia haya ni divide. ya kwenu. I gave them my will. Haya yanaenda kwa mashangazi yenu. This goes to your aunties. Na haya ni ya mama yangu, And msiguse. this is for my mother. Hivi ndivyo vyenu And nawaachia. this is yours I'm giving Kile you. ambacho niko nacho kila kitu nikawaonyesha. Everything that I owned, I showed Nawaambia muda them. wangu tayari unafika. I told them this is my ending time. Haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Wakasema tukupeleke kwa mganga. They told me, let's take you to the hospital. Nikawaambia hivi, And I told them, mkinipeleka if you take me to the hospital, sitarudi. I will not come back. Ila ninachokihitaji, But what I want, nahitaji kwanza nitengeneze I want to humble and repent. na ninahitaji watoto wote wawe hapa. And I want all my children Kila to mtoto be asikie here. sauti yangu. Every child to hear my Na voice. baada ya kumaliza And kutengeneza, after that I repent. ndipo sasa mtanipeleka kwa mganga. That's when you will take me to the Lakini hospital. mjue naenda, sitarudi. But just know as I go, I will not come back. Nao waliposikia hivyo, And when they heard that, wakasikia woga. they got scared. Lakini hali ikaendelea kuwa mbaya. But the situation continued to get worse. Garso wangu alipoona hivyo, When my son saw that, ikabidi aite ambulance. and he called the ambulance. Ambulance ikaja. The ambulance came. Walipofika pale, Once they get there, niko chumbani,
I was in my room. Nao wako kwenye sebule. And they were in the living room. Ndio kwenye wanakaa. And that's where they're sitting. Sijui mawazo yake yamebadilishwa kivipi. I don't know how his thought got changed. Akawaambia sema hapana, baba alikuwa ametapika, sasa hali yake ikaonekana ni imekuwa nyingine. My dad threw up. We saw his situation was kind of bad. Lakini kwa sasa hivi tunaona hali inaanza kuwa afadhali kidogo. But right now we see the situation is changing into good. Wakawaambia mtuonyeshe. And then they said, show him to us. Kumbe kwa hii hali ya hii ugonjwa, for that situation that I had, wenyewe wanaenda kuleta wagonjwa ni vile vishujaa vile virefu vile. Oh, because of this situation, the people who comes to get the person who is sick, they are the tallest man. Vilipoingia, once they get in the house, ndivyo viko huko kuna viangalia viko hapa hivi. I see them, they're really tall and huge. Wakaniuliza ukoje? They asked me how I was. Nikasema hapa najisikia ni afadhali. I feel better. Wakatoka wakaenda. And they left. Wakaacha wanasema lile ambalo litakalobadilika mtuite. And they said, if anything changes, call us. Tukabaki pale. And I stayed there. Baada ya dakika kidogo wao kwenda, after a few minutes when they were left, ikawa mbaya zaidi. My situation got worse than before. Na pale macho yangu ikaziba, hakuna kuona. After that, I was kind of blind. I did not have my eyes were not working anymore. Yani hivi ninakuangalia lakini sikuoni. I would look at you but I can't see you. Hii mbone ya jicho ile, the inside eye, tayari ilikuwa imekwisha kuziba, haioni tena. It was dark, you couldn't see anymore. Kuongea ikawa ni shida. I couldn't speak. Kitu ambacho nimesumbua watu hatari sana. The only thing that's the thing that I was bothered people with. Ilikuwa tu geuza baada ya dakika mbili wanageuza. It was just changing me 2 minutes after 2 minutes. Hiyo ndio ilikuwa hali yangu. That it was my situation. Kisha hapo, after that, nikaja kuona watu wawili. I came to see 2 people. Wanakuja wana mavazi meupe. They came dressing in white. Mmoja akasimama upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. One stood in the right, another one in the left side. Na wana maua kwenye mikono yao. They have flowers in their hands. Wameleta wakasimama hapo. They came and stood there. Nikauliza hawa watu mnawaona? I said, do you see those people? Wakasema hatuwaoni. They said, we don't see them. Watu wakakaa hapo. People sat there. Baada kidogo, after a few minutes, nikaja kuona wengine wawili mbele yangu. And I saw another 2 right in front of me. Wanashuka hivi wanasimama. They coming from above and right in front of me. Wao hawakutua chini. They did not touch the ground. Walikuwa juu. They stand in the air. Hapo ndo walikuwa wakisimama. They stood in the air. Wakabaki hiyo sehemu. They stayed there. Baada ya kubaki hapo, after they stayed there, nikasikia sauti inasema, I heard a voice saying, muda wako unafika. Your time is now. Na tumekuja kukuchukua. We have came to take you. Ili uende upumzike. So you can go and rest. Bwana asifiwe. May Jesus be praised. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Pale kusema hiyo sauti, after for that voice to speak, nikaona hapa katikati yao, I see in between them, kukapasuka njia ndefu sana ambayo there was a long way that does not have the ending. Nikaona njia ndefu kabisa. I saw a way that is long. Kabisa unatupa macho hautaona mwisho wake. You just look but you not see the end. Njia ambayo ni kidogo haiwezi kapita gari. But the road was so small that the car cannot go through. Na kitu nilichokisikia ndani ya njia hiyo, the thing that I heard through that road, ni huu wimbo ambao wameimba wa 16. It is the song they sang about. Ndio wimbo ambao ulikuwa unaimbwa. Is the 60 song in the Nasema book. Kwamba ni heri kuona ndugu. That it is a great to see njiani pa kwenda mbinguni. In the way going to heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. May Jesus be praised. Huo ndio wimbo ambao nilikuwa ninaimbiwa. That is the song that I heard. Na ninashukuru kwa sababu nimefika hapa. And I thank God because I got ndio wimbo wameniimbia tena. That's the song. Hallelujah. Hallelujah. Kumbe Mungu ni mzima. God is alive. Hiyo ndio wimbo walikuwa wakiimba. That is the song they were singing. Kisha sasa nikaambiwa hivi. Then I was told that kuna wageni ambao watakuja. There are guests who are coming. Ndani ya nyumba inakuwa ni kilio. In the home, it was like a funeral. People were crying. Nje kuna jaa vijana tayari. Outside there were a lot wanakuwa of youth. Kama watu ambao wako kwenye matanga. A lot of people were coming. It's like a funeral. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Wao walikuwa wakikesha huko.
here they were naye staying Mungu there. anakesha kwa And ajili God yangu. was staying awake Mungu because of me. alikuwa na lengo kwa ajili God yangu. had a purpose because of me. Nikaona mwisho wangu umefika. I saw my ending. Nikaona nataka nipumzike. And I saw that I was going to rest. Nikaambiwa And I was kuna told wageni wanafika. there are guests that are Na hao coming. wageni And watakapofika, once those guests na arrive, ndipo safari yako itaenea. that's when your journey will Nikasema hao be wageni ending. watatoka wapi? Where will the guests come from? Huku nikijiwaza siongei tena. I could not speak freshly. Mambo ya kuongea hayapo. There was no way to speak. Lakini sauti ikaja kutoka kuniambia, But the nikawaambia voice came to tell me. kuna wageni wanakuja. I told them there are Na guests hao coming. wageni watakapofika, And those guests came. tayari nasafiri. Once the guests arrived, then I'll travel. Haleluya. Hallelujah. Ilipofika saa 8, When it was 2 a.m., wageni waliingia, the guests came. hatukujua wametoka We wapi. did not know where they came from. Walichoingia nacho What they came with, ilikuwa ni shindo ya miguu it was just tapping their na feet nyimbo na maombi tu, and singing, also mpaka praying, kuingia chumbani. till they entered the room. Hawakusalimia mtu yeyote They did yule. not greet anyone in my house. Wakaanza kuomba They Mungu, started to pray to God. wakamwalika Mungu, And they invited God. wakasema They hivi, said this. bado huyu mtu hataenda sehemu, This person is not kwa yet going sababu anywhere. kazi ambazo angali atafanya Because the job that he's bado going ni to do, nyingi. it is a lot of Ni it. lazima He must. usifanye jambo kama hili. Don't do anything like that. Ikiwa unajua tunakuita wewe Mungu na unatusikia, As long as you know that we call you God and you hear us. huyu mchungaji hatujamweba kwa wakati huu. This pastor is not going anywhere this time. Haleluya. Hallelujah. Nyumbani ni kilio tu, At home it was just a funeral. watoto wanalia. Children were crying. Wakamaliza maombi. They finished praying. Walipomaliza kuomba When they finished praying, na mahali wametoka, where they came from, walikuwa kwenye maombi, they were praying. wakaambiwa simameni, kuna kazi mnaenda And kufanya. they were told, get up, you have a Wametembeza job you're gari going to muda do. wa masaa mawili, They drove for 2 hours. huku wakiwa kwenye maombi, Here, wote they were kuingizwa praying. kwenye gari na wakaletwa. They were entering into the Kwa car and ajili came. yangu, jinsi unavyoniona niko Because hapa of leo. me, as you see me standing here. Mimi ni nani? Who am I? Niko nani? Who am I? Nina nini? What do I have? Mimi ni tajiri ndani ya matajiri? Am I rich among the richest? Nina heshima gani ulimwenguni? What kind of honor I have in this Ili world? nishughulikiwe jinsi For ninavyoshughulikiwa. people to do this, those kind of Ni things kwa for me. sababu ya neema ya Mungu. But it's because of the grace of God. Ndio maana nashughulikiwa. That is why they did those things for me. Haleluya. Hallelujah. Walipomaliza, When they finished, nikaja kuona and then I saw wale watu wawili ambao walikuwa wakisimama mbele yangu the 2 people who were standing, hawapo tena, wametoweka, they were not there again, they were left. na ile njia ikafungwa. And that road was closed. Nikaanza kulia, And I started to cry. nikasema mumenifanyia nini? I said, what did you Kwa do nini to me? mumefanya jambo kama Why hili? did you do this? Nilikuwa nimejisikia na kufurahi I nipumzike. was rejoicing Kwa for me that I was nini going to mmefanya rest. kitu kama Why hiki? did you do Kwa this wakati thing? huo sauti yangu ikafunguka For that kikataa. moment, my voice came Nikaanza kusema out. mumenifanyia jambo I was gani? able to say Huku you did something nikilia bad. tu, Here I ni was machozi crying. mtupu nilikuwa I was ninatoa. just crying. Wakaomba maombi ya kushukuru, They prayed the thank for God prayers. wakamaliza, wakatoka, wakaenda. They finished and they left. Nikakaa hapo naangaika, I stayed there. macho yangu hayaoni, My eyes could not see. ulimi umekwisha kuvimba, My tongue was tayari swollen, hivi vilikuwa vimevimba, and my throat were swollen as well. hakuna kuongea, There was no way I could speak. hakuna chochote kile, There was nothing to do. hakuna kula, hakuna kunywa, There was no eating or drinking. niko pale tu. I was just there. Nikasumbuka, I struggled.
sauti ikaja The voice came back ikanambia sasa and told me, ninataka nikutumie kama chombo. so I'm going to use Nataka you. nikutume. I'm going to Na send mahali you. nitakutuma Wherever I'm going to ni send lazima you, uende. you must go. Kitu nilichokisema, The only thing I said, mapenzi yako yafanyike. let your will be done. Yaliyo ya mwanadamu yavunjwe. Whatever is for the human being, let's be destroyed. Bwana asifiwe sana. May Jesus be praised. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Nikabaki hapo kabisa. I stayed there. Niko naangaika. I was just struggling. Watu wamesumbuka kwa ajili yangu. People struggle because of me. Maombi yakaonekana marefu. The prayers was so long. Ilipofika siku ya tatu, When it was on Wednesday, wale watu tena wakatumwa. and those people were sent Ilipofika tena again. zile saa za usiku tena. When it was that same hour, 2 tena a.m., wakaingia. and they entered. Walipoingia, Once they entered, walipofika humo ndani, once they got into the kuna kitu house, walichokiambiwa. there is thing that they were told. Hallelujah. Hallelujah. Asiye wa kiroho hawezi akalitambua hili. Whoever does not understand will still not understand. Na hawezi kujua ni nini. And they will not know what it is. Lakini ukiwa kiroho, But once you are in ni spirit, lazima utalitambua. then you will know. Amen. Amen. Walipoingia, Once they entered, hawakuongea na mtu, they did not speak to anyone. hawakusalimia mtu, They did not greet anyone. wakaingia na shindo za nyimbo, They entered with na the maombi songs tu huku wako and wanaomba. prayers and praying. Walipofika humo Once ndani, they entered to the wako house, wanaomba, they were praying, sauti ikashuka, and the voice came ikawaambia and hivi, told them, chukueni maji take water na muweke mafuta ndani and put oil in it na muyaweke kwenye moto, and put it on the fire. na haya maji And this water, hayatumie muda wa siku 3, let him use for 3 days. na baadaye mtaona kile kitakachotendeka. And then after that, you'll see what's going to happen. Bwana asifiwe sana. May Jesus be praised. Munisaidie kumpigia Mungu wangu. Help me to cry for God. Wakamaliza wakaenda. They finished and they left. Wakaleta ile maji. They brought the Na water. kipimo waliwaonyesha. And they showed them the measure. Siku ya kwanza wanaweka ile maji. The first day they put the measure Wakanipa water nikakunywa. and they gave me, I drank. Siku ya pili And the second they gave me wakanipa nikakunywa. and I drank. Siku ya tatu On the third day, kuja kuangalia maji. to look the water, Mbona maji ni kidogo? the water is so small. Haitaendelea. The water was Wakadharau not ile enough. maji. It was ending. Lakini wakasema acha tufanye hivyo. And they said, let's just use it as Kumwanga ile well. maji. To put that water, Ikafika ile sehemu. it was the Kile same measure kipimo ambacho walichowaambia. that they were told Na yale them. maji yakaisha. And that water was ended. Nikanywa yale maji. I drank the water. Nilipokunywa ile maji, Once I drank that water, John nikawaambia, and I told them, nirudi nyuma kidogo. let me go back a little bit. Kwenda haja zozote zile Using a bathroom, either way, ni pale pale mahali nilikuwa. it was there where I was. Kama wanataka kuniogesha, If they want to give me a bath, ni lazima waninyanyue watu watatu. it had to be 3 people to lift me. Watanivua manguo. They'll take off my clothes. Inabidi mmoja ndio aende akae kwenye One kwenye person bafu, will go sit on the bath, kisha waniweke. and then they'll put me. Hana haja ya kuoga, That person wouldn't have a reason to lakini take a bath. inabidi aoge kwa sababu aniogeshe. That person will take a bath because of me, so they can give me a bath as well. Mungu ni mwema God is great. na Mungu ni mzima God is live. na Mungu anatupenda. And God loves us. Bwana Yesu asifiwe sana. May Jesus be praised. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Kumaliza ile maji, As soon as I finished that water, nikajisikia nataka kwenda kujisaidia. I felt like going to the bathroom. Nikamwambia munisaidie, I told them, help me nene nijisaidie. so I can go to the bathroom. Njoo unaona hivyo, nikasema ndio. That's how you feel. And then I said yes. Wakaninyanyua, They picked me up wakanipeleka. and they took me to the bathroom. Nilipofika humo ndani, As soon as I got there, nilianza kutapika, I started puking. tumbo likavurugika, My stomach was messed up. nikaanza kujiarea humo ndani. I started to do Nimechukua muda wa the dakika 30, I took 30 minutes. na pale nikasikia yale yote ambayo
tayari. I felt like my body was feeling Nasikia better. mwili wangu unakuwa sawa. I felt my body was fine. Kabisa mwili ninarejea tena kuwa mtu I kawaida. felt like I was just a normal person like Nasikia before. mawazo yakaja tena And kawaida I ya mtu. started having the thoughts like a human being. Bwana Yesu asifiwe sana. May Jesus be Bwana praised. asifiwe. May Jesus be Bwana praised. Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Nikasema Mungu asante. And I say, God, thank you. Unanipenda. You love me. Kile unachokizarau Whatever you disrespect, ndicho kinafanya kazi. that's the only thing that works on you. Amen. Amen. Nikienda kuchunguza kwenye maandiko, If I go look into writings, Biblia inasema ya kwamba the Bible says, eti wazee na wapake wagonjwa nini? and the elders should put to people what? Wapake wagonjwa nini? They should put seed what? Na hii ni sauti kutoka kwa nani? And this is a voice from who? Ni sauti kutoka kwa Mungu. It is a voice from God. Huyu ambaye neno aliyepitia kwake The one that the word alikuwa hajui ya kwamba haya mafuta yatafanya kazi. they did not know the word. Aliambiwa tu mwambie mfanye hivi, mfanye hivi. He was told that Labda na haya maandiko alikuwa hayajui. and then he didn't even know even the Lakini writing kwa sababu Mungu alikuwa na lengo, because kwa God sababu was there. Mungu kuna kitu alikuwa anataka. Because God wanted Moja something. kwa moja yale mafuta na yale maji Right away the oil yakaonekana dawa kwangu na yakafanya kazi. Sema, hallelujah. Bwana asifiwe. May Jesus be praised. Nimebaki hapo, I stayed there. nikaanza kuambiwa ya kufanya. I started to get to hear what I'm going to do. Siku ya tatu On the third day, wakatumwa mara tena, they were sent back again. wamekuta macho yangu hayaoni, They found me blind. sisomi Biblia, I could not read my Bible. sina jambo lolote. I did not have any word. Wakaanza kuomba Mungu. They started praying. Miguu ilikuwa kabisa siwezi nikasimama. I could not stand with my legs. Wakawaambia hivi, They told them, chukueni maji, take water, weka mafuta ndani put a little bit of oil, na mnyoshe miguu yake. and just apply on his legs, stretching his Wakafanya legs. vile walivyoambiwa. They did exactly how they were told. Hii niko na kuambia ni ukweli. This I am telling you is the truth. Imefanyika hivi, hapana ni hadithi niko na It sema. happened. It's not Ni like mambo ambayo yamefanyika. it is things that hivi. happened. Hallelujah. Hallelujah. Ninakumbuka kuna muda mwingine I remember there was ishara tena time. zilifanyika mnyumba yangu kama Signs mkikumbuka. happened in my house. Hawa ndo walitumiwa hiyo mambo. These are the ones who received those signs that happened in my house. Na aliyeniendesha na kunitambalisha kama mtoto mdogo ni The huyu. one who helped me to crawl, it was him. Nasimama hivi, I stand like this shaking, nashindwa kusimama. and I can't Huku stand. maombi nyuma yangu inaenda. Behind me there is a Lakini Mungu prayer, akafanya kazi. and God did a Maombi job, yakashika miguu. and the prayers hold Nikasimama my nikawa legs, mzima. and I Hallelujah. stood. I was fine again. Maombi ni silaha ya Mkristo. Prayer is a weapon for Christian. Ikiwa unadharau maombi, If you disrespect prayers, hakuna mbingu naenda. then there is no heaven you're going to. Hiyo ndiyo silaha, That is the weapon. ndio ufunguo That is the key. ambao unafungua mbingu. That opens the heaven. Bwana asifiwe sana. May Jesus be praised. Wakaanza kuomba. They started praying. Wakasema, They said, Mungu, God, huyu mtu this person, asimame kwa miguu yake. may he stand on his feet. Na tunachokihitaji And what we kwa want muda huu, in this moment, kama ni wewe tunaomba usiku na if mchana, you are the one we worship macho day and yake night, yafumbuliwe na aone. let his eyes be open, let him see again. Atasimamaje kanisani kulitangaza neno bila kusoma maandiko? How we stand in front of the church without reading the words of God? Ikiwa unajua ya kwamba uko Mungu, If you know that you are God, fungue macho yake yaone. please open his eyes so he can see. Leta Biblia. Bring the Bible. Kufungua hivi
to open like this. Sioni. I couldn't see. Ni giza tu. It was just a darkness. Wakaomba mara tena. They prayed again. Soma. Read. Kufanya hivi. To do this. Nikaona kidogo lakini siwezi nikasoma. I could see but I couldn't read. It was blurry. Nikawa kama yule kipofu. I was like that blind ambaye guy. Yesu aliyeponyesha. The one that God healed. Akamuuliza umeona nini? And then he asked him, what did you see? Akasema ngu nimeona watu kama miti. I see people like trees. Hallelujah. Hallelujah. Macho yalikuwa bado hayajao. My eyes could not see well. Wakasema haitawezekana. They say it's not possible. Fungua macho yake hapa kwenye tupo. Open his eyes kama here. wewe uko na tutoa hii sehemu. If you are the one who brings na us unatutuma here. tuingie mwa nyumba ya mtumishi wako. Enter in this house. Ufungue macho yaone. Release his eyesight so he can see again. Wakanambia hivi. They told me. Soma. They said read. Nikaanza kusoma kidogo. And I started to read slowly. Leta lineti. And then they said bring glasses. Wakaleta lineti. They brought glasses. Nikaweka kwenye macho. I put it on. Nikasoma vizuri. I read perfectly well. Hallelujah. Hallelujah. Nikasoma vizuri. I read perfectly well. Macho yangu yakafunguliwa. And my eyesight was regained again. Mpaka sasa hivi. Until now. Niko mzima. I am well. Hizi ndizo ishara ambazo Mungu amenitendea. Those are the miracles or signs that God has done for me. Nilipokuja kufungua simu. Once I turned on my phone. Nilikuta watu ambao walikuwa wakiniombea kwenye simu. I found people were praying for me through the phone. Ni watu 780. It was 728 people. Hii ndio maombi ambayo yalikuwa juu yako. Those are prayers that were on top of Mungu me. awabariki. And then I say, God bless you. Mlilolifanya. For whatever you have done. Mungu atawalipa. God will reward you. Mungu awasaidie. God help you. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Ikiwa una shida mama. If you have any problem. Ikiwa una shida baba. If you have a problem, father. Ikiwa una shida kijana. If you have a problem, young man. Usimuone mwanadamu. Don't look on another person. Mwalike Mungu. Just invite God. Na utakapomwalika Mungu. And once you invite him. Ukiwa katika haki na kweli. And you are in truth. Atatenda kazi kwa ajili yako. Who will do miracles because of you. Bwana Yesu asifiwe sana. May Jesus be praised. Huu ndio ushuhuda wangu. This is my testimony. Hivi ndivyo Mungu amenitendea. This is what God done for me. Acha sasa nikwambie yale ambayo nimeambiwa. Now I'm going to tell you what I was told. Jinsi nimetumwa. How I was sent. Niende nikiambia makanisa. To go and tell churches. Mzunguko ambao nimepewa. The places I was given to. Ni mzunguko mrefu sana wenye. It is a long journey. Lakini Mungu ni mwema. But God is gracious. Na Mungu anatupenda. And God loves us. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. May Jesus be praised. Turu ya kwanza nilipoenda kwenye injili. The first time I went to the evangelists. Nikarudi. I came back. Nikafika nimechelewa. I was late. Sikwenda kazi. I did not go to work. Nikawaita. I called them. Kawaambia kwamba sitakuja. I told them I will not be able to come to work today. Angalia sasa ishara za Mungu. Look the signs of God. Wamenilipa. They paid me. Sikutumika. I did not work. Lakini nimelipwa. But I got paid. Nani mwenye hatumiki na alipwe? Who doesn't work and then they get paid? Mskejo ya Marekani yote nzima. In the schedule of America. Nani? Who? Anaweza onekana? Is there anyone? Mimi nimeshinda. I stayed home. Nimepiga simu. I called. Nikamwambia kwamba sitakuja kazi. I told them I won't be able to come to work. Nilikuwa nimetoka kwenye injili. I was coming from evangelic. Thank you. Lakini. But. Hii niko na kuambia ukweli. This I am telling you truly. Wachungaji na huyu Mungu tunaomba. Preacher of God, God will pray.
We have been paid. ya kwamba nimetumika masaa 8. I have paid that I worked 8 Yani yale hours. masaa nimefanya huko, The 8 hours I spent there. aliyenilipa ni Mungu aliye The one who paid mbinguni. is God who is in Bwana Yesu heaven. May asifiwe. Jesus be praised. Nilikuwa nikichunga sheke I itakuja, was waiting for my check to come. nitakuta wamenikata masaa That they will 8. take off the 8 hours. Nilipwe masaa 17 na ngapi? I will be paid Na only mbili. for 32 Lakini hours. nimelipwa masaa But I 18 was yote paid for 40 yenye kuenea. hours. Mimi ni nani? Who am I? Mimi ni nani? Who am I? Huyu haiko Mungu? Is it not God? Huyu sio Mungu? Is this not God? Bwana Yesu asifiwe sana. May Jesus be praised. Kile ambacho kinakushinda, Whatever is impossible to you, muonyeshe Mungu. show it to God, Atatenda kazi. and He will do job. Hallelujah. Hallelujah. Chukua Biblia. Take your Bible.